siku akifariki kaburi lake ama mwili wake uje uwagwe katika uwanja wa Anfield. Sasa Alexander Arnold akawa anasema kwa sasa anatakiwa kutafuta changamoto nyingine, kwa sababu aliyoyafanya makubwa ndani ya Liverpool yanatosha zaidi Liverpool kuwapa kila alichowapa, lakini bado ni sehemu ambako ataendelea kupapenda kuliko sehemu yoyote. Akauliza swali, anakumbuka nini ambacho amekifanya kikubwa? Akasema mfano msimu huu amesaidia assist 5, lakini ametengeneza nafasi ambazo hazikutumiwa, nafasi 89, nafasi nyingi sana. Sasa kwa Joshua, kama akimaliza vizuri hizi mechi kwenye kiwango hiki ambacho tulikuwa tunakizungumza, kuna possibility na akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao watatamani imenikumbusha scenario ambayo alikuwa anazungumza Trent Alexander. Ikacheza walikuwa bora kiasi gani katika mchezo? Ahmed Ally na lazima nimpongeze kwa namna ya game approach ambayo alizungumza nayo, alikuja nao kwenye mechi kwenye dimba la Meja Jenerali Samuel. Lakini pia lazima tuwapongeze Jeshi la Kujenga Taifa, limetengeneza uwanja mzuri sana, lakini si tu kwa maana uwanja mzuri, kuangalia hata square meters, ule uwanja mapana yake ni makubwa hata kuliko dimba la KMC. Mpira ule ulikuwa unachezeka, unaweza ukakimbia kutoka katikati kumfikia golikipa ni mbali sana. Ni moja uwanja ambao mimi nimeupenda, ingawa ukijaribu kuangalia kwenye baadhi ya maeneo bado unakuta ulikuwa unaona bado uwanja unatengenezwa, bado kuna baadhi ya majukwaa hayakamilika. Lakini lazima tulipongeze Jeshi la Kujenga Taifa kwa namna linavyopambana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda katika ubora ambao ni mkubwa zaidi. Ahmed Ally leo alikuja na ubora mkubwa sana kwenye eneo lake la kujilinda, lakini golikipa amefanya kazi kubwa sana kwenye eneo la saving, ila ujio wa wachezaji wake hususan waliokuwa wanajilinda na watu wanaokaba eneo la ukabaji. Kumbuka mtu kama Maka Maruiz, mmoja ya mchezaji ambaye yeye alikuwa kwenye dimba la katikati, alifanya kazi kubwa sana. Songo Rwadi, mmoja wa wachezaji ambao possibility na ubora wao ulikuwa mkubwa sana. Chuya na baadhi ya wachezaji kama Hassan Durunga, baadaye anakuja kuingia mchezaji wa zamani wa Mnyama Hassan Ndemla katika ubora mkubwa. Maana yake nini? Wachezaji ambao leo walikuwepo kwenye kikosi cha JKT walikuwa walau wako tayari kutoa nishati ya zaidi ya 80 kwa dakika karibu 90. Nilikuwa najaribu kuangalia takwimu za wachezaji wa JKT leo wamekimbia kwa kila mchezaji wastani wa asilimia zaidi ya 55 kabla wanakwenda kuimaliza mechi. Leo wao wamekimbia zaidi kwenye mianya ya nafasi kuliko wachezaji wa Simba kwenye kujizuia. Na kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Kuhakikisha kwamba Simba hawawi slate na hawawi hatari zaidi kwenye eneo la attacking wakati wanakwenda kuishambulia ngome ya JKT. Kumbuka leo Kibu Denis ulikuwa unamuona alianza, lakini ukijaribu kumtazama mtu kama kijana kutoka Uganda kwa maana ya Dese Mkwara, alikuwa anacheza kama namba 9, lakini mtu ambaye alikuwa anaenda kwenye flank side kama inside number 10 kwa ajili ya inside number 11 kwa ajili ya kupiga cross, na alikuwa anafanya hivyo. Maana Simba walikuwa anakimbia sana, alafu kuna baadhi ya mida ulikuwa unamuona Jinchaz Yaua anasimama kama namba 9 wa kiungo inside number 10. Sasa wachezaji wa JKT walikimbia zaidi ya 55 kuweza kufanya recovery, kukava baadhi ya maeneo wakati wanapokuwa wanajilinda. Na ndio maana dakika za mwanzoni mpaka dakika 40 walikuwa na ubora mkubwa sana wa kutokuruhusu goli. Wamekuja kuruhusu goli kwenye zile dakika 5 mpaka 7 za nyongeza ambazo ziliweza kuongezwa kipindi cha kwanza. Sasa walikuwa ubora mkubwa kwenye eneo hilo, manake timu ilijiandaa kucheza kwenye mazingira ya kwamba lazima uwe committed, lazima uwe aggressive, yani mnakuwa aggressive kwenye mgongano. Na ndio maana leo imetokea migongano mingi sana, migongano mingine ambayo ilikuwa inahatarisha. Huko mgongano tuliona kipindi cha kwanza ambao ulikuwa na possibility kanda kwa mwalimu ama kwa mwamuzi ungemwashiria aweze kutoa hata kadi nyekundu. Migongano ambayo ilikuwa ni migongano kweli, lakini unajaribu kujiuliza kwa
kwamba ulikuwa ni mpango wa mwalimu. Angalia sasa kwa nini umekimbia zile takwimu. Mpira unamalizika ball position 57 kwa Simba. Lakini kilichokuja kunipa direction kwamba hao watu walikuwa hataki kufungwa sana. Kama watafungwa goli moja basi watoe sare. Simba leo wamepiga mashuti 10 golini. Mashuti 6 yalilenga goli. Mashuti 4 ya kulenga goli. Lakini kwenye mashuti 4 ambayo kwenye 6 yale yaliyolenga goli, ziko nafasi 4 za wazi ambazo Simba wamezikosa leo. Unaikumbuka nafasi ya Joshua Mtare? Yaani ile mpira unapigwa kwa sababu ilikuwa ni pasi ya haraka mno. Golikipa wakati anakuja Joshua Mtare aka-anticipate kwamba kwa sababu ule mpira ulikuwa unakwenda kwenye 12, aka-anticipate kwamba huyu golikipa anaupiga mpira kulia atakutana nao, golikipa akatoa. Iko nafasi ya Jean Charles Ahoua 2. Akazitoa ukiacha goli la Fabrice Luamba Ngoma ambalo lenyewe liliweza kuingia. Kwa hiyo ni ya 9 hii ambayo pia muda unazidi kuweza kusogea. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga na sisi hapa ndani.